Leo kwenye episode ya leo tutamzungumzia Kuhani Musa wa Kimara Temboni. Ukiangalia kwenye screen hapo, nimeweka picha. Kushoto ni Satanist au Freemason Matuta, na kulia ni Satanist mwingine, jina limenitoka. So, ukiangalia wana kitu ambacho ni common. Wote kwenye madhabahu yao wana planet Saturn, ambao ndio ile tulisoma shule tu ile ya planet Saturn. So yes, hiyo umesikia vizuri. Maana yake ni kwamba Saturn as Satan, kama shetani, ndio hivyo hivyo aliamua tu kujiweka kulingana na watu waliokuwa wanamsave yeye. So tukirudi, nimesema hayo yote kumuongelea mchungaji hapa. Mchungaji sasa kwenye makanisa kuonyesha kwamba wanamsave, sio tu makanisa, by the way, hata Hollywood wanafanya hivyo. Unatakiwa uonyeshe kidole cha kati, na uonyeshe tu hivyo, unamuita kwenye ile sehemu, you see. So wanamuelezea kwamba ukionyesha hivyo kidole cha kati kama jinsi anavyoonyesha hapo, unamuita the oldest serpent or the oldest fallen angel. Sa kwenye Bible, kitabu kitakatifu kinaelezea the oldest fallen angel or serpent ni shetani. Kwenye Ufunuo 20 mstari wa 9 inamuelezea kwamba ndio adui mwenyewe huyo. So nimekuwekea hapo picha uangalie za huyu mchungaji akimuita shetani kwenye madhabahu yake. Anazo nyingi sana zinazoonyesha akionyesha kidole cha kati. And kiemba kimataifa kuna huyu Hollywood hadi wana tuzo za shetani, you know, Satan Awards. And sometimes kuna hadi earrings, you know. And also sometimes wengine wanaonyesha kwenye live performance, you know. And also sometimes wanaweka kwenye videos. So okay, alama nyingine nitaenda kuzungumzia ni logo. Logo yake kuna jua juu, alafu kuna msalaba. Sasa nitaanza na msalaba kwa chini. Kwa chini ya msalaba inaonyesha kwamba ni njia inakuongoza kwenda kwenye juu, you know. Hiyo ni equivalent na kusema anakuongoza wewe au anatuongoza sisi kwenda kwenye motoni, kwa sababu shetani anawakilisha kwa jua, mwezi, kama jinsi Biblia inavyomuonyesha. Alafu kingine hasa baada ya jua ameweka mikono miwili ikiwa pamoja, akionyesha kwamba anamuomba Mungu. Sasa Mungu gani anayemuomba? Anamuomba Mungu jua, kwa sababu jua ndio liko juu ya msalaba, you know. Haya, nimewekea pembeni hapo picha kuonyesha jinsi ilivyo na jinsi wenyewe Freemason wanavyoamini, you know. Hiyo picha nimetoa kwenye Freemason wenyewe. So nikitoka hapo, kuna picha nyingine huko ndani ya kanisa lake. Amechora amechora mwezi, ambao pia ni representation ya shetani kulingana na kitabu kitakatifu, you know. Ameweka mwezi juu ya msalaba, maana yake he is leading you, au anatuongoza sisi kwenda kwenye mwezi, in which mwezi ni mwakilishi wa nani? Wa shetani. Then tunakuja, nimekuwekea tena hapo picha nyingine kuonyesha tu kukusaidia kuelewa pia kwamba nimeweka Freemason akiwa kwenye hekalu, sawa. Juu hiyo unaona pale kuna mwezi, kuna jicho la shetani, alafu kuna jua. Ni the same thing. Ukiangalia picha juu ni Night Templars. Night Templars ni aina nyingine tu ni moja wale Freemason wa mwanzo kabisa, Night Templars. So unaona juu kuna jua, nimekuwekea alama kwa hapo mishale, kuna jua, alafu chini ni ile msalaba tuliozungumzia kwenye episode iliyopita, ambao ni inavaliwa na Freemason wa Night Templars. Ni misalaba miwili, double cross, you see, ambayo ndio unaona wale wa juu wenyewe Freemason wa juu, Night Templars wenyewe amejenga kabisa nyumba ikiwa katika fomu hiyo, lakini yeye kwenye kumwabudu Mungu wake imebidi anunue wallpaper akaiweka nyuma, you know. So alafu kingine ninachotaka kuongelea, nimeweka tena picha nyingine hapo kuonyesha hekalu lingine la Freemason likiwa na draft au checkerboard floor, na umuona mchungaji pia amevaa ili sijui ni John ite, akiwa ina draft, you see. Kingine naweza kakiongezea hapo ni kwamba
kitabu kitakatifu kinaongelea kuhusu hii rangi ya papo. Rangi ya papo kwenye kitabu kitakatifu kinaongelea jini moja hivi linaitwa Mami Water. Ni jini ambalo liko chini ya maji, ambalo linafanya chini ya Shetani. Linawapa watu utajiri, ambao wanakubali kumtumikia. Na ndio unaona hapo mchungaji pia amevaa hiyo papo. Na hii papo ni the same price iliyotumika pia kwenye logo yake ya kanisa lake, ambayo ndiye anaita Fresh Spring Fellowship. Kama jinsi tulivyojadili kwenye episode iliyopita, ndege tai ni kwenye Freemason au Satanism ni mungu jua, like wana worship jua, na ni official symbol ya Scottish Rite Freemasonry. This is the sign of the horns, a curse sign.